mmea wa ndulele ni maarufu sana, karibu kila kona unakutana nao. Mimi kuna kipindi nilikuwa naumwa kidole hivi, nikaambiwa niweke unapona. Kuna wengine wanatumia mizizi kuchemsha wanakunywa, lakini kiutalii pia nasikia mnawaeleza watalii kuhusiana na huu mmea. Ya kabisa, huu ni mmea wanaita ndulele kwa Kiswahili, lakini scientific name au common name ni Sodom apple. Kwa nini wakaita Sodom apple? Kuna historia katika Biblia na vitabu vya Mungu ambavyo walizungumzia kuhusu huu mmea. Wakati Mungu alikasirishwa na vitendo vilivyokuwa vinafanywa kwenye wakati wa Sodoma na Gomora, Mungu akachoma Sodoma na Gomora. Baada ya kuchoma, mmea wa kwanza kuota ni huu hapa wanaita Sodom apple. Na ndio maana ya neno Sodom, because it started from Sodoma and Gomorrah. So huu mmea una matumizi mengi. One of the very unique matumizi kwa kwetu sisi hapa kwa kina mama nyumbani, kuacha matumizi ya dawa, lakini nyumbani wanatumia kama una sabuni, wanatumia kwa ajili ya kusafishia vyombo. Kwa hiyo majani yake haya ni mazuri sana kwa kutoa mafuta kwenye ukipika, inakusanya mafuta yote yaliyopikia. Kwa hiyo badala ya kununua steel wool or whatever, unatumia hii hapa kwa ajili ya kusafishia vyombo na inatoa mafuta yote. Matumizi mengine ni kama ya kitabibu. Kwa hiyo inatumika kama dawa. Wale ambao wanapata maumivu ya meno huwa wanatumia maji ya tunda hili kwa ajili ya kuweka kwenye eneo lenye maumivu ya meno. Ni tiba nzuri sana, very natural. Kasoro uruhusiwi kumeza maji yale unaweka, lakini unatema. Naona jamani, mambo ya mimea na matumizi yake. Mama Kijani hapa anapita, endelea kunifuatilia ufahamu zaidi kuhusu mimea tunayotumia hapa Tanzania, inayopatikana Tanzania, iliyopandwa Tanzania, ya kiasili, ya kupandwa. Utafahamu matumizi yake hapa kwenye Tanzania Kijani.